slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Karibu sana katika YouTube channel hii ya Dr. Chris Mauki, ambayo unafahamu kabisa kwamba kila wakati unapoingia inakupa madini, malezi, mahusiano, ndoa, familia, malezi pamoja na personal development. Unaweza subscribe ili kuweza kupata masomo haya kila wakati tunapo-upload. Tamani uweze kuwa mwanafunzi permanent wa darasa hili la maisha na uelewa na kubadilika. Leo natamani nikupeleke katika topic ya malezi. Niongee na wazazi, niongee na walezi, na ziko topic mbalimbali za malezi katika YouTube channel yangu, na unaweza ukatafuta topic hizo. Ziko nyingi sana nzuri zitakazoweza kusaidia wewe mlezi au wewe mzazi. Jinsi gani unaweza kumlea mtoto wako akawa mtoto mwenye furaha, au jinsi gani unaweza kumlea mtoto, au jinsi ya kumlea mtoto mwenye furaha, raising a happy child. Malezi tunayowalea watoto wetu yana mchango mkubwa sana katika kufanya mtoto yule aendelee kuwa vile alivyo katika maisha. Maana yake nini? Jinsi ambavyo tunamuona mtu mzima leo, kuna mchango mkubwa sana, zaidi ya 85% ya utoto wake, malezi yake na makuzi yake. Maana yake nini? Ukitaka kuharibu utu uzima wa mtu, haribu utoto wake. Ukitaka kuharibu utu uzima wa mtu, haribu utoto wake, chezea utoto wake. Sasa namna ya watoto hawa wanaweza wakakuzwa wakawa wasio na furaha, na mtoto asiye na furaha utamjua, na wanaweza ukawakuza wakawa ni watoto wenye furaha, na mtoto mwenye furaha utamfahamu. Sasa kumbuka, mtoto mwenye furaha anamleta mtu mzima mwenye furaha. Mtoto asiye na furaha anaweza kumleta mtu mzima asiye na furaha. Kwa hiyo swala zima la furaha katika maisha linaanzia kwenye utoto. Sasa unafanyaje? Unafanya malezi ya vipi ili mtoto wako awe mmoja wapo wa watoto wenye furaha? Natamani nikupe mambo 8 marahisi kabisa ambayo mara nyingi unaweza kuwa umeshindwa kuyafanya, sio kwa sababu hujui, ila kwa sababu ya mkini uzembe au kuto kutilia maanani, lakini inawezekana ukafanya. Jambo la kwanza, jitahidi na ujifunze kufahamu hisia au kuzisoma hisia za mtoto wako. Watoto wetu wana hisia nyingi. Kuna nyakati wanakasirika, kuna nyakati wanahuzunika, kuna nyakati wanafurahi, kuna nyakati wanasononeka, kuna nyakati wameumizwa, lakini mzazi huna muda wa kujua hisia zao. Jitahidi kuwauliza pale ambapo inabidi kuwauliza, wana feel vipi, kwa nini yuko kimya, kwa nini analia, kwa nini anaonekana analalamika. Lakini mara nyingine uhitaji kuuliza, unaona kabisa kwa macho kwamba something is wrong somewhere. Ingia, fahamu exactly mtoto wako ana behave vipi anapokuwa ameumizwa, anapokuwa amedhulumiwa, anapokuwa amekuwa bullied, ana behave vipi. Soma hisia zake ili uweze kurespondi. Jambo la pili, jitahidi sana kumpa muda wako. Nafahamu wazazi wengi na walezi wengi wanajitetea sana kwamba maisha ya sasa, kazi, ajira, biashara zinapokonya muda wao. Nafahamu, na mimi pia nimeajiriwa, lakini una uwezo wa kutenga muda specifically na kuwapa watoto wako. Sio kwamba hawatakiwa wajue kwamba uko busy. Wanatakiwa kujua kwamba baba na mama wako busy, lakini wanaona kwamba unaamua na una fight kuhakikisha wanapata muda na wewe. Wape muda wako. Usiangalie simu muda wote, televisheni muda wote, kompyuta muda wote. Fanya kitu, hakikisha watoto wako wanapata muda pamoja na wewe. Jambo la tatu, wape watoto wako au mpe mtoto wako uhuru wa kucheza. Nafahamu tunaishi katika mazingira tofauti, mengine yanaruhusu, yana nafasi, mengine hayana nafasi, lakini fahamu kwamba kucheza kwa watoto si lazima waende uwanjani, si lazima wawe na eneo la heka moja. Unaweza kuwaruhusu kucheza. Wanaweza wakawa na michezo inayoinvolve miili yao, wanaweza wakawa na michezo inayoinvolve akili zao,
wanaweza wakawa na michezo na involve hisia zao, lakini jitahidi kuwaruhusu kucheza, kwa sababu huko ndiko wanakofanya mazoezi, huko ndiko wanakoboresha miili yao, huko ndiko wanakojenga mifupa yao, huko ndiko wana socialize na kufahamiana zaidi na zaidi, ya kujenga marafiki. Usiwakataze watoto wako vipindi vya kucheza. Ndio unaweza ukavicontrol ili wasicheze siku nzima, lakini usiwanyime kabisa kucheza. Nafahamu wako wazazi ambao mtoto hatoki, haendi kokote, hatembelewi, hafanyi chochote. Hapana, that is not a good way ya kumnyanyua na kumtunza na kumkuza mtoto mwenye furaha. Jambo la 4, mpe uhuru wa kuonyesha talanta au vipaji au uwezo alionao. Hakuna mtoto anayezaliwa tabula rasa, hajui chochote, hawezi chochote. Hakuna. Watoto wanazaliwa ndani yao wamekuwa invested. Kuna vitu viko vikubwa sana ndani yao. Hivi vitu vina uwezo wa kuendelea mpaka wakawa watu wazima. Hivi vitu vinaweza vikaongezewa elimu na vikawa ni vitu, ni ajira, ni biashara kwao. Lakini hivi vitu huanza wakiwa wadogo. Interest huonekana wakiwa wadogo. Shida ni kwamba kwa mazingira tulionayo, wazazi wengi hatuna uelewa wa namna gani ya kulea vipaji, vipawa au uwezo wa watoto wetu kuanzia wakiwa wadogo. Unaweza ukamuuliza anapenda nini. Unaweza ukaona vitu anavyopenda kufanya mara kwa mara. Unaweza ukaangalia anapenda kuongea nini kwa nini mara nyingi. Unaweza kuangalia mnavyopita katika mazingira gani, ni mazingira gani anakuwa more interested. Unaweza kuangalia anapenda sana watu wanaofanya vitu gani. Utakuja kugundua kuna talanta, kuna vipaji, kuna talents ziko ndani yake na uwezo. Jitahidi kumpa nafasi ya kuonyesha na ikiwezekana umsaidie kuendeleza. Jambo la 5, usitumie ukali kila wakati. Sasa hapa naongea na wazazi wengi ambao wanaweza kuwa na stress na hasira zao za kutoka kazini na maeneo mengine na kwenye biashara, wanazidisplace kwa watoto wao. Tunaita anger displacement. Mtoto hahusiki, alikosea kidogo, ungeweza kumkemea au kumkaripia kidogo, lakini unafanya kwa nguvu sana na kwa sauti sana, kwa sababu ulikuwa una hasira tayari. Usiwafanye watoto wako au mtoto wako akawa kwenye mazingira ya ukali wakati wote. Hiyo inaleta madhara ya kumtengeneza mtoto ambaye ana hofu na anakosa confidence, anakuwa anakosa self confidence. Huyu ni mtoto ambaye hata awe ana akili kiasi gani, kesho na kesho kutwa atashindwa interview yote anayoenda, kwa sababu mzazi alishavamia ile confidence yake. Jambo la 6, jali sana vitu viwili muhimu katika maisha ya mtoto wako kama unataka awe na furaha. Jali usingizi wake, jali chakula chake. Pamoja na kwamba dada anakusaidia, anawalisha watoto wako, fahamu wamelishwa nini, wamekula kiasi gani, walichokula wanakipenda au hawakipendi. Je, wana uwezo wa kuomba wale kitu fulani? Lakini pia jali usingizi. Sio wanaangalia TV mpaka saa 8 usiku hawajalala kwa sababu tu kesho ni Jumamosi. Fahamu watoto afya yao kubwa huipata wakati wamelala. Kwa hiyo jifunze kujali usingizi wao na jifunze kujali chakula wanachokula. Jambo la 7, usimsaidie kila kitu. Wazazi wengi hukosea. Mtoto anataka kushuka kwenye kochi, anamsaidia. Mtoto anataka kushuka kwenye ngazi, anamsaidia. Mtoto anataka kupanda kwenye kochi, amemsaidia. Mtoto anataka kupanda kwenye ngazi, kambeba. Mtoto anataka kuchukua kitu fulani, kamsaidia. Unapomsaidia mtoto wako kila kitu, unaua uwezo wa mtoto huyu kufanya kitu kinachoitwa problem solving skill, au kuwa na uwezo wa kusuluhisha matatizo kwenye maisha. Huyu mtoto anapokuja kwenda kwenye maisha yake ya kawaida, anakosa uwezo wa kukabiliana na matatizo ya kwenye maisha. Hawa ndio watoto kwa mfano waliodekezwa sana kwenye maisha, wanafanyiwa kila kitu na mzazi, hata homework, hata kila kitu. Mzazi hampi muda wa kuwaza na kufikiria namna gani ana solve conflict, namna gani ana solve tatizo, ili mwisho wa siku anapofika kwenye maisha aweze kutatua haya mambo peke yake. Na hawa ndio watoto wanapokuwa watu wazima, anakutana na tatizo kwenye mahusiano, anakimbilia kwa wazazi. Anakutana na tatizo kidogo kwenye ndoa, anakimbilia kwa wazazi. Anakutana na tatizo kidogo kazini, anaenda kusema kwa wazazi. Msaidie kuwa na problem solving skill kwa kumsaidia atatue baadhi ya matatizo peke yake. Anaposhindwa wakati wa ule utatuzi, ndio anapoweza kukushirikisha. Mwache aanze mwenyewe, akishindwa akwambie. Anapokuwa mdogo sana, anaweza ashindwe kukwambia nimeshindwa, lakini utaona anaweza akalia, anaweza akastack, unaona ana struggle, unajua huyu ameshindwa, ndio unamsaidia pale. Lakini usianze kumsaidia kila kitu. Na mwisho kabisa, check in. Check in maana yake nini? Jifunze kuingia kwenye maisha ya watoto wako. Jifunze kuingia ndani ya maisha ya mtoto wako. Na unaingia ndani vipi? Unamuuliza maswali ambayo ni personal. Kwa mfano,
unafahamu, muulize kuhusu marafiki zake. Fahamu marafiki wa mtoto wako kule shuleni, wanaitwa kina nani, anajua wanakaa wapi, wazazi wake wakoje, je anawafahamu? Kama wafahamu, mwambie afanye hiyo assignment ya kujua marafiki zake, kwa sababu tabia za marafiki zake zinaweza zikamwathiri mtoto wako. Fahamu, kwa mfano umewapeleka Sunday school siku ya Jumapili, mnarudi nyumbani au mmefika nyumbani, uliza wamejifunza nini, somo linasema nini, lina maana gani kwenye maisha. Kama wamekwenda madrasa, vile vile waulize wamejifunza nini, somo lina maana gani kwenye maisha. Ingia katika maisha yao, fahamu wanafahamu nini kuhusu magonjwa, wanafahamu nini kuhusu magonjwa ya ngono, wanafahamu nini kuhusu ukimwi, wanafahamu nini kuhusu maisha, wanafahamu nini kuhusu faida za kutoa na kuwa na urafiki mzuri, wanafahamu vipi kuhusu maisha baada ya duniani, wanafahamu vipi mambo fulani fulani, wanasema nini kuhusu mahusiano. Fahamu haya mambo, ingia kwenye maisha yao, wafahamu wanavyovipenda wasivyovipenda. Hii inakusaidia kwanza kuboresha urafiki baina ya wewe na wao, lakini inaongeza trust kwako, kwa sababu wanafahamu baba anatamani au mama anatamani kufahamu mambo yetu. Hizi hatua au mambo haya 7 yatakusaidia kumfanya mtoto wako kiukweli awe ni mtoto mwenye furaha. Nina watoto 2 wa kike, nimetumia skills hizi zote na watoto wangu ni kati ya watoto wenye furaha, na ninafurahi kwa sababu ni mambo ambayo nimeyaona kwa kuyatenda, na leo nina uwezo wa kukuambia na kuyafundisha kwa sababu ninayaamini na nimeyaona. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.